Unajua kuna siku nimesikia umeposti Kiswahili unasema eti 20 ni Kiarabu. Ni Kiarabu si ndio? Yeah. 20 ni Kiarabu, kwa Kiswahili inaitwa 12. Sasa hiyo 12 unaona maana gani ni 20? Kiswahili ni jinsi mimi ninavyojua Kiswahili. Kiswahili faswa ni Kiswahili cha Kongo. Kiswahili cha Kongo. Kongo sisi kwetu tunasema 12. Lakini wakati nilifika Tanzania nikasikia wanaongea unaona 10, 20, 30, 40, 50, 80. Sasa hiyo 80 na sisi kwetu hiyo ni 18. 18, 17, hicho ndio Kiswahili. 90 ndio Kiswahili. Hiyo ndio Kiswahili halali kabisa. Hapana. Unaona hicho Kiswahili cha 10, 20 najua kwa sababu gani? Babu yangu mimi aliniambia Tanzania waliiga Kiswahili. Waliiga. Hiyo 20 ni Kiarabu. Ni Kiarabu. 30, 40, 50. 20 kwa Kiarabu ina maana gani? Hiyo sasa wale wenyewe wanavyojua Kiarabu wanajua maana yake. Lakini sasa nyewe Tanzania mliiga. Kiswahili kabisa cha halali ni 10, tuseme yani kuanza kwa 10, 9, 8, kwa sababu 7, 6. Kwa sababu gani? Unaona kama 10. Hiyo si ni 10. 10 yake ni 10. Sasa kwa nini 20 isiwe na jina iwe inatumia jina ya 12? 12 chukua 10 kuongeza 10 ni ngapi? Ni 12. Hapo umechukua 10 10. Ukihesabu kuanzia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12. Hapo ndo ubishi sasa. Hiyo ni hivyo. Haiwezi kuwa 12, lazima iwe na jina yake. 20 wewe umesema ni Kiarabu. Ni Kiarabu. 20 kwa Kiswahili, lakini ukiniambia 12 ni kama nikwambia 10 ni 20. Unaona ni 20? Ni 20. Sasa kwa nini ya Kiswahili haina jina yake? Hiyo ni lugha ya watu. Ni Kiingereza hicho. Hiyo 20, lakini Kiswahili kabisa halali ni 12, sio 10. Wewe ukisema eti Kiswahili fasani ya Kongo, niliishi sehemu moja inaitwa Uvira kule Kongo. Sawa. Niliishi, unasikia nyi watoto mwende kuma kwenu. Hiyo ni matusi hadi Kiswahili. Unaona kuna wale wazee wa kitambo walikuwa wanaongea Kiswahili. Unaona hata saizi ipo Kongo. Yaani wanakuambia wende kuma kwenu. Yaani sasa hiyo Kiswahili iko na kila tuseme province kwetu, tuseme mkoa ina Kiswahili chake. Kama watu wa Kasai, Lubumbashi, yani ndio wanasema tuseme wende kuma kwenu. Hiyo ni Kiswahili kiko cha mkoa mwingine, tuseme kama vile province. Ukitoa Tanzania, Kenya, Kongo, wale ambao wanaongea Kiswahili ambao kinaeleweka. Kiswahili kinaeleweka. Ya mtu mwingine asikie vizuri. Yani waelewaje. Mimi kisi nilivyotembea katika hizi mainchi za East Africa hizi, nimekuja kugundua Tanzania wana Kiswahili cha ujanja, cha wizi. Hapa Kenya nako pia. Hiyo kweli ndio nasikia kwako leo. Ni kweli. Ati ile 20 yani anakuchanganya mambo mengi, hata unakuta ni neno moja tu la lenyewe liko tu tuseme yani liko tu wazi, lakini atakuchanganya, sijui kama ni ulimi wao, yani sijui hata na sisi kama ni ulimi wetu kuwa mzito ili kuongea sana. Sasa wewe unataka kuniambia wenye Kiswahili ni kina nani? Wenye Kiswahili cha kweli ni wa Kongo. Mimi najua ni wa Kongo kama mimi. Unasikia huko? Kama mimi kabisa mimi najua Kiswahili cha kweli ni Kongo, pana Tanzania. Yaani kile cha Tanzania ni cha ujanja. Nataka kufunga safari mpaka niende Kongo. Kabisa. Nikaongea na Wakongo wakiwa kwao, tusikie Kiswahili chao, niende Tanzania, nifanye interview na Watanzania, afu nirudi Kenya, nisikie Kiswahili. Afu wenyewe mtaniambia, lakini huyu jamaa mimi naona anadanganya. Mimi naona kama ni hivyo. Wewe ni muongo. Ni kweli. Huyu jamaa ni muongo. Hata cha Kenya pia, cha Kenya yani kiko ni mambo mengi tu anatangatanga, lakini hata Kiswahili nao pia kiko kama vile cha Kongo. Ajili hapa nimekuja kugundua Kenya, yani kuna kabila moja wanaita Mijikenda. Unaona wanajua Kiswahili kabisa kama Mijikenda, ile kenda ile
Yaani sasa ndio Tanzania ndio wanaita 9. Sasa kwa sisi Waswahili wa Tanzania miji 9 ina maana gani? Yaani miji 9. Miji 9. Ndio kabila ya watu. Yaani hapa ndio kabila ya watu hapa miji 9. Ndio kabila ya watu. Miji 9. Sasa tunaona kama tunadanganya, tunapigwa. Unaona ile huo ni uongo ambao mnakuja kutuambia ni uongo. Mimi vitu siwezi kukubali. Naona kama unanidanganya na hapa itabidi nifunge tu safari niende Kongo ili nikasikie Kiswahili cha Kongo, niende Tanzania, nirudi Kenya nijue kipi Kiswahili. Unaona hii inakwambia, naona kwa kwamba mimi ni ukweli. Yaani wewe funga safari uende Kongo utasikia Kiswahili sasa faswa cha kweli cha wazi chenye mtu ukisikia mwingine akwambia. Lakini sasa kuna video moja nimeona TikTok wanasengenya wa Kongo eti hawajui kuongea Kiswahili. Unajua kama Tanzania pia kuna Wakongo wanatoka sehemu mbalimbali. Kuna wenyewe wanatoka Kinshasa, wenyewe wanatoka Goma, wanatoka Bukavu. Sasa na kuna Wakongo wamezaliwa Kigoma. Wapo. Lakini sasa kuna ile kuongea ya Wakongo kutoka Kinshasa na kuongea ya Wakongo kutoka Uvira, kutoka Bukavu iko tofauti. Lakini sasa kuna Wakongo wengine wako wanaongea Swahili yao yani haieleweki. Sasa ndio watu yani ndio wa Tanzania ni wako wanawacheka sana eti Wakongo hawajui nani Kiswahili, lakini tunakijua kabisa na ndio Kiswahili halali, hata BBC wanajua. Sasa hapa nipo Kenya, Mombasa, sehemu inaitwa Bamburi. Nimekutana na Mkongo anaishi hapa Kenya, anafanya kazi Ambro la muzika kabisa. Anaitwa Omari Oms, anapiga bezi mboka. Lakini kwenye kazi nampenda, ila kwenye huu uongo hatuko pamoja kweli. Kati